Karibu sana Mogoro TV, mimi naitwa Alexander Mogoro na leo tumefanikiwa kukutana na mtaalamu wa afya ya jamii, na leo tunakwenda kuzungumzia namna ambavyo tatizo la afya ya akili linavyoathiri katika jamii na maana kwa ujumla. Karibu sana Dokta. Asante. Kwa majina naitwa Dr. Mnema Jemero Mganda, ni daktari wa afya ya jamii. Nini labda maana ya afya ya akili? Tafsiri fupi ya afya ya akili ni uzima wa ubongo. Ubongo unaathiri mawazo, tabia, hisia zetu na hata matendo yetu. Kwa hivyo ubongo hututambulisha katika jamii. Ni kipimo cha utu wetu katika jamii. Kuwa na afya njema kimwili, kiakili na kihisia huleta utulivu katika jamii, ufanisi katika utendaji wa kazi zetu na maendeleo yote kwa jamii ambayo huwezesha kuishi maisha bora na yenye tija. Bwana, asante sana. Labda pengine tunafahamu kwamba tatizo hili la watu kukosa afya ya akili katika jamii limekuwa ni tatizo ambalo linawakumba watu wengi katika jamii. Labda vitu gani ambavyo vinapelekea tatizo hili la watu kukosa afya ya akili? Afya ya akili kama ulivyosema inaathiri kila kipengele cha maisha ya mwanadamu. Tangu akiwa tumboni mpaka atakapokuwa mtu mzima. Labda tuseme mpaka atakapokufa. Ndipo tunaishia hapo. Kwa hiyo tatizo linaweza kuanzia tumboni mwa mama anapokuwa mjamzito. Mfano mama anakuwa mjamzito, halafu akipata ugonjwa, ule ugonjwa unaweza kuathiri afya ya mama na mtoto. Miongoni mwa magonjwa hayo ni kama vile malaria, kaswende, ambayo kaswende inatokana na zinaa. Inaweza kuathiri afya ya mtoto, ubongo wa mtoto akishazaliwa. Lakini mtoto huyo wakati wa kuzaliwa pia anaweza kupata ajali wakati anazaliwa, akachukua muda mrefu zaidi katika njia ya pango la uzazi, ile pango la mama anapokuwa anatoka au katika mfereji wa kupitia kutoka nje, akakaa muda mrefu sana. Ubongo wake ukakosa hewa ya oxygen. Hiyo pia inaweza kumletea shida baada ya kuzaliwa. Lakini akishazaliwa pia kuna magonjwa kama malaria, kuna magonjwa kama homa ya uti wa mgongo, inaweza ikamletea shida. Labda nikirudi nyuma kidogo, pia kuna sababu zingine ambazo watu hawazioni sana, lakini ni sababu za msingi. Kwa mfano kama mama ni mjamzito, kila anachokitumia kinatumika pia kwa mtoto. Kwa hiyo kama mama atalewa pombe, unavyomwona yeye analewa, anatembea kwa shida, anaongea kwa shida, ina maana hata mtoto tumboni ataathirika na hiyo pombe. Kwa hiyo hii pia inaweza ikaathiri uzazi, ikaathiri ukuaji wa ubongo wa mtoto. Lakini pia kuna mambo mengine kama vile watu wazima wanaweza kuathirika kutokana na ajali. Anaweza kupata ajali ya gari, ajali yoyote ile, labda akaanguka akaumia kichwa, inaweza kumletea shida ya akili baadaye. Ulevi uliopindukia unaweza kuleta shida. Vitu kama madawa ya kulevya vinaweza kuleta shida. Kuna maisha mengine ambayo pia sio mazuri, maisha ya kivita, yanatesa watu kisaikolojia. Maisha ya majanga ya kimazingira, kama vile mafuriko, kama vile moto, au tuseme upepo unaleta nini, kitu gani, tufani tuseme, inaharibu kila kitu. Kwa hiyo mtu anaathirika kisaikolojia. Inaweza ikamletea matatizo kama hayo. Ndiyo. Sawa. Labda pengine mbali na umeeleza vizuri hapo kwenye mambo ambayo yanapelekea watu kukosa afya ya akili, labda pengine tuende moja kwa moja kwenye madhara sasa, kwamba mtu akikosa afya ya akili kuna madhara gani ambayo yanaweza kutokea kwa jamii kwa ujumla? Mtu akikosa afya ya akili, kwa sababu tunapoongelea afya ya akili, wengine wanakuwa aggressive, wanakuwa ni wachungu, wanakuwa ni wakali, wanakuwa ni wakatili. Kwa hiyo ikimchukua katika hali ya namna hiyo, ina maana kwamba analeta hofu katika jamii. Jamii haiwezi kuwa na amani naye. Hata familia haiwezi kuwa na amani naye. Lakini wengine wanakuwa kama zezeta,
Kila kitu ni lazima asaidiwe. Hiyo nayo ni shida nyingine. Huyu anakuwa naye ni mzigo katika jamii kwa sababu hawezi kufanya chochote. Lakini kitu kingine kama anakuwa aggressive, anakuwa ni mkaidi, inaweza kupelekea kufanya madhara makubwa katika jamii. Anaweza kuua mtu na yeye mwenyewe anaweza kafungwa, maisha yake yakaharibika. Kwa hiyo hizi ndio hatari kubwa, miongoni mwa hatari kubwa ambazo tunaziona mtu anapokuwa hana afya nzuri ya akili. Asante sana. Labda kwenye swala zima la mbali na mambo ambayo yanaweza katokea au miongoni mwa madhara au matokeo ya mtu kukosa afya ya akili, nini kifanyike katika jamii ili kuweza kutatua ili changamoto au kuweza kuepuka ili tatizo la watu kukosa afya ya akili? Ndiyo, katika uzoefu wangu nilionao ni kwamba wagonjwa wengi wa afya ya akili bado athari inaweza ikapungua kwa kiasi kikubwa kama hatua muhimu zitachukuliwa. Nimeongea habari ya mtoto akiwa tumboni. Kwa hiyo mama anapokuwa mjamzito ni vizuri kwenda kliniki mapema pindi anapogundua kwamba ana ujauzito. Watafanya vipimo, wataangalia kama na magonjwa hatarishi, watamtibu, watafanya na mambo mengine ya kuzuia, watampa elimu, watamuelimisha habari za chakula. Kwa hiyo itamjenga afya yake yeye mwenyewe, itajenga afya ya mtoto. Lakini pia mama anapokuwa mjamzito, kisaikolojia kila kinachotokea kwa mama kinatokea kwa mtoto. Kwa hiyo utulivu ndani ya ndoa ni muhimu sana pia kwa ajili ya kujenga saikolojia ya mama na saikolojia ya mtoto. Halafu bado naendelea. Tukitoka pale kuna mtu labda kuna visababishi. Kwa mfano mtu alijikuta ni mlevi au alijikuta kwamba yeye ananania na ni mlevi wa madawa ya kulevya. Hawa watu bado wanaweza kusaidika. Kuna vituo ambavyo vinaweza kuwa cancel na vikawasaidia na kuwapa hata tiba kwa ajili ya kunania kurekebisha, kuwafanya waondokane na hivyo na madawa ya kulevya pamoja na ulevi uliopindukia. Hilo pia linaweza kufanyika. Lakini kitu kingine ambacho kinaharibu sana afya, kinaathiri sana hawa waathirika ni jamii inavyowapokea. Jamii ikikuwa nyanyapaa, hali yao inakuwa ni mbaya zaidi kwa sababu jamii inaongeza kitu kingine kwamba hivi mimi kumbe sina chochote ninachofaa katika jamii. Sasa katika hali ya namna hiyo, kama jamii ingekuwa karibu na yule, ikamchukulia kwamba ni kweli ana tatizo, ingeweza kumsaidia na yeye mwenyewe akajikubali na akawa ni sehemu ya ile jamii, anaweza kupata nafuu kutokana na tatizo lake kuliko tunavyomnyanyapaa. Bwana, asante sana. Labda pengine tatizo hili kwa nyinyi wataalamu wa afya, labda linaweza likatibika endapo ikitokea labda mtu ndo akawa na hilo tatizo? Kama nilivyokwisha sema ni kwamba watu wanaweza kusaidika. Labda nichukue mfano wa mtu ambaye ana ugonjwa wa kifafa. Mtu mwenye ugonjwa wa kifafa ukimwache usipompa dawa, kila siku ataanguka, anaweza kuanguka hata mara 3 mara 4. Na kwa kadri anavyoanguka ubongo wake unaharibika zaidi. Lakini nimewahi kuona watu ambao tumewapa dawa, wanakutumia dawa, wanaenda kulima, wanaenda ziwani, wanavua samaki, wanakuja wanatuuzia, tunakula. Kwa hiyo ndio maana nasema kwamba kwa kiasi fulani kama jamii itamkubali na yule mtu akapata msaada wa kuwa wakamcancel na akaelewa tatizo lake na akatumia akafuata vile ushauri wa wale wataalamu wanavyomshauri, tatizo linapungua kwa kiwango kikubwa. Bwana, shukrani sana. Labda pengine ushauri wako kwa wanajamii ni nini hasa juu ya tatizo hili la watu? Ushauri wangu ni kwamba hao watu tusiwanyanyapae, ni sehemu wamekuja kwetu, ni sehemu ya maisha yetu na hata sisi ili tuonekane kwamba kweli tuko hivyo tulivyo na tuna roho nzuri na tunapaswa kuwasaidia hawa ambao wana matatizo. Labda kwa experience yako kuna watu ambao ulishawahi kukutana nao namna hiyo? Wengi. Na mara nyingi ninakutana nao. Na wewe unatumia njia zipi labda kuwasaidia? Ninamsaidia kulingana na tatizo lake alilonalo. Na kama mara nyingi kwa sababu
ninawashauri kwenda hospitali kukutana na daktari mhusika watu kulingana na tatizo lake. Lakini kuna ile hali kwamba mtu anaweza amekosa afya ya akili lakini yeye hajijui, hiyo na yenyewe imekaaje? Kuna watu ambao hawawezi kujua, kuna watu ukiwaambia wanaweza wakatambua. Kwa sababu kama akili iko dormant kabisa, huwezi kufanya chochote, lakini unaweza kusaidia kumkea tu. Lakini na hii mara nyingi pia inafika huko kwa sababu huku mwanzoni pengine hatua madhubuti hazikuchukuliwa. Kama tungechukua hatua madhubuti kutoka chini wakati huyu mtoto anakuwa, inawezekana tungepunguza sana tatizo. Lakini sasa akishakuwa mtu mzima, basi inabaki ni mtu tegemezi, kumhudumia tu kwa kila kitu, kwa mahitaji muhimu anayohitaji. Bwana, shukrani sana. Labda kwenye hapo kwenye issue ya afya ya mtu kukosa afya ya akili. Wengine waga wanaeleza kwamba moja ya kitu ambacho kinapelekea mtu kukosa afya ya akili ni msongo wa mawazo kwa muda mrefu. Hiyo labda imekaaje? Iko sawa katika hiyo, labda kwa kuwa mimi sikuifafanua kwa sababu nilipokuwa naongea habari ya majanga, nilipokuwa naongea habari ya vita, majanga yanaweza kuacha huna chochote, umebaki wewe kama wewe. Chukulia kwa mfano ajali ya MV Bukoba. Kuna watu walipoteza familia zao kabisa, hawakubaki nao. Sasa kwa hali yoyote ile lazima utapata msongo wa mawazo. Kwa hiyo msongo wa mawazo unakuja kwa sababu ya kitu fulani. Msongo wa mawazo hauji kwa sababu unakuja tu. Girlfriend naye anaweza akakuzingua ukapata msongo wa mawazo. Labda pengine tunahitaji kufahamu kwamba ili tatizo la watu kukosa afya ya akili labda pengine linaweza likawa linahusiana na mambo ya umri, labda kuanzia miaka 18 labda na kuendelea, au chini ya hapo. Sana linawaathiri watu wa aina gani? Mimi ninachojua linawaathiri watu wa makundi yote, kwa sababu mwingine atafika miaka 18 kumbe aliathirika chini. Labda pengine kwa experience yako ya muda mrefu, kuna taarifa zozote ambazo uliwahi kuzipata labda Wizara ya Afya imechukua hatua ili kuweza kuwasaidia watu wenye tatizo hili katika jamii? Ndiyo, Wizara ya Afya inashughulika kikamilifu kwa sababu katika level ya chini ya Wizara ya Afya ni zahanati. Zahanati ikipata mgonjwa mwenye afya ya akili inamtuma kwenye kituo cha afya, kituo cha afya kitamtuma wilayani. Na kila kutoka wilayani kuna mkoa. Na kila mkoa utakuta kwamba kuna kitengo maalum kwa ajili ya wagonjwa wa afya ya akili. Na kuna hospitali ya taifa ambayo inashughulika na magonjwa ya akili, Mirembe Hospital, iko Dodoma. Bwana, asante sana ise. Nafurahi pia kwa hii interview. By the way, imekwenda vizuri kabisa. Barikiwe kwa kweli ise. Asante. Karibu. Asante. Yes, ulikuwa pamoja nami Alexander Mogoro, na kufikia mpaka hapo hatuna la ziada. Nikutakia wakati mwema. Bye bye.